Yaani nakudai kodi yangu, alafu huko ndani huko umelala unacheka, eh? Mimi naongea vya kuchekesha wewe. Hebu amka wanatoka nje. Yaani unacheka wakati mimi nakudai. Eh? Mwezi wa pili hujalipa kodi, upo ndani tu umelala. Eh? Hebu kwanza amka bana, njoo huku bana. Utoke nje bana. Leta kodi yangu hapa. Rarara tu. Watu tunahangaika tunajenga nyumba zetu hapa, mnalala tu mnataka kukaa bure. Sasa kijana nataka ile yangu bana. Naomba sija kuongea maneno mengi sana. Mwezi wa pili nakudai kodi utaki kulipa, eh? Unataka nikufanyeje? Hii nyumba sio baba yako wala mama yako wewe. Tumetumia nguvu kujenga nyumba hizi. Nataka kodi yangu leo kijana. Yaani sitaki maneno mengine. Kilicholeta hapa ni kodi ya nyumba. Basi. Sawa, lakini salamu kwanza asubuhi. Nimekwambiaje? Salamu mimi hainihusu. Iwe mbaya iwe nzuri, nataka kodi. Sikia mwenye nyumba. Najua kwa unavyonidai, najua mwenye nyumba, lakini nakuomba. Kuna ile ambayo ninayo lakini bado haijakamilika kuhusu nini? Kuhusu kodi. Unasikia kukamilika kodi yako. Kwa hiyo nipe angalau siku 2 na kisha kodi yako nitafanyaje? Nitakupa yani, nakuomba yani mwenye nyumba. Sasa natoa hizo siku 2. Ziwe siku 2 kweli. Kuja kufika hapa leo ni Juma ngapi? Kufika Jumanne, hela yangu niikute hapa. Sitaki maswala kuja hapo na niambia yani si nikwambie mwenye nyumba. Siku hizi siku 2 uhakika najua hela yako nitafanyaje, nitaikamilisha. Kwa sasa hivi kuna hela ambayo nilionayo, kuna issue nasikilizia. Kwa hiyo kuna siku 2 3 hizi nakupa kodi. Na hiyo siku 2 kweli. Lakini jamani hata salamu jamani unakuja. Na nikirudi nikuta kodi yangu salamu ndio nini wewe unaniambiaje wewe? Nakudai kodi yangu maisha yako hivyo. Tena huko bana. Hayako hivyo. Emi? Yes, Dad, I'm coming. Na mgeni mlangoni hapo, mfungulie mama. Hebu fungua mlango. Asante za shule nzuri jamani. My daughter, you are most welcome. Jamani, shikamoo. Karibu sana. Asante. Jamani, tumekuwa. Jamani, dada umependeza. Nimekuletea usijali. Leo kuchumbani. Habari za masomo? Ni nzuri tu. Unaendeleaje huko? Yaani kila kitu kiko sawa. Kulikoni? Mbona usiku? Baba. Maana mimi nilitarajia ujio wako kesho.
Na nilikuwa nishamwandaa dereva aje kuchukua airport basi. Unajua mimi mambo yangu. Kuna sehemu nilikuwa nimekuja hapo kuna party. Kwa nilipofika pale ngaona sasa nirudi tena kula afu kesho nianze tena safari. Kwa kamwani niunganishe tu moja kwa moja. Nilikuwa na party hapo na marafiki zangu. Wale ni good. Basi karibu sana. Hapa hajabadilika tu hapa ndani. Lakini vipi baba? Biashara yako inaendaje? Biashara kimsingi zinaendelea vizuri. Ziko vizuri na ndio maana sasa naona umehitimu. Sasa urudi uanze kusimamia hii biashara. Jamani. Maana nakosa CEO wa kusimamia biashara. Sawa. Unajua mwanangu Kendi, mimi nakuamini sana. I trust in you. Nimekupeleka chuo usome, ugraduate ili uweze kusimamia kampuni yangu. Ndio. Watu mimi wananisumbua sana. Sasa ukikaa we pale kama CEO wa kampuni yangu, najua mambo yataenda vizuri. Na kama ujuavyo sasa hivi, mimi nimeshaenda jioni. Umeenda jioni wapi baba? Saa 1 hii jioni, saa 1 nishazeeka. Upara huu sasa hivi unaongezeka huko. Si tu kuangusha. Ulianza taratibu sasa hivi huo unaondoka. Mvi ndio hizo tena ishabadilika rangi. Si tu kuangusha baba. Sasa nahitaji usimamie kampuni yangu. Kampuni gani baba? Nikasimamie. Maana una kampuni nyingi sana. Let me check. Kampuni gani? Kampuni gani? Sasa unajua wewe umesomea civil engineering. Wewe ni engineer sasa. Najua. Na kampuni yangu ya ujenzi. Ya ujenzi? Ile kule juu kabisa? Ndio hiyo nataka usimamie. Ni sawa, mimi sina shida kabisa. Usimamie kampuni hiyo. Na tunapata tenda nyingi sana serikalini sasa. Wapo jamaa wanajenga huko nani hospitali huko za zahanati hizo. Kwa hiyo kae kule usimamie. Wewe ni kusimamia tu. Una kazi nyingi, wewe ni kusimamia. Na umesomea. Ken. Umesomea uko vizuri. Mimi naamini wewe umesomea uko vizuri. Haina shida. Sitokuangusha. Kama unavyonijua. I trust in you. I told you. Nilikwambia wewe mimi nakuamini. Nakuamini. Okay basi, Kendi. Unaweza ukaenda kupumzika, uende haina shida baba. Pumzika. Jamani dada. Wewe unajua tena. Mmekutana tena wenyewe. Mmekutana huko leo. Sijui kama kuna kulala huko. Ni kuongea tu usiku kucha. Alafu nguo zenu hizo bwana muwe mnaangalia. Bwana muangalie na mzingatie na maadili bwana. Hata kama ndio hata kama ndio usasa huo basi jamani imekuwa hivyo. Mweke mambo vizuri bwana kwenye nguo. Muwe mnajistahi. Mzee akishazika. Vijana wana toto siku hizi bwana. Jiangalie zangu mechi. Jamaa vipi tena? Ashatufunga. Unaambia Smart Kid. Uli kama kaa. Kama kaa rafiki yangu. Vipi uko wapi sasa hivi? Mwanangu niko hapo kijiweni hapa. Sina shida wangu. Si naweza tukaonana wapi wangu? Kuna issue nataka nikwambie rafiki yangu. Njoo tu hapa kwa mkaa. Basi pale eti. Mwanangu. Basi poa hamna noma nakuja sasa hivi. Haya poa basi mwanangu. Haya best. Haina noma. Nakuja sasa hivi. Haya.
Oh, nabii. Vipi mwanangu? Uko poa? Kama mwanangu umenipigia simu yani imenishtua sana kulikoni? Rafiki yangu. Kuna ndoto nyingine za ajabu mwanangu. Nimeota kama nimetajirika rafiki yangu. Kivipi sasa? Mwanangu silikaota mwanangu na bosi amemwagiza kijana wake ananipa milioni 20. Kwa nikajua umaskini basi mwanangu. Na nikaota mara ile nyumba ambayo mwenye nyumba anafanyaje? Aidha kodi, kodi kwa mimi ikiwezekana mimi nyumba yake kabisa. Kwa sababu jinsi anavyonisumbua. Lakini usiamini kumbe ilikuwa ni ndoto. Mara ghafla mwenye nyumba kongongo odi. Mwanangu amesala. Amesala mwanangu anahitaji kodi yake. Ananiambia sijui ananipa siku 2 kwa nisipokamilisha kodi yake anatoa kile kitu changu ndani. Unasikia? Yaani mimi mwenzio yani nimechanganyikiwa mara mimi nyumba yako namfahamu tata sana. Sasa mwanangu una hata hela kiasi fulani labda ukanisaidia rafiki yangu. Sasa mwanangu hapo sasa kwenye hela hapo mwanangu upate sasa hivi. Mwanangu unajua misha zangu hizi za madeni mwanangu. Sasa hivi sina chochote yani. Sasa pesa nafanyaje? Lakini unajua nini rafiki yangu? Hapa kuna issue nasikilizia, unaona? Kuna siku 2-3 na uhakika hiyo kodi nitakuwa nishafanya ikamilishe rafiki yangu. Lazima nipambane. Kuna kiasi ambacho ninacho. Ninategemea ndani ya siku 2 nitakuja sije mambo yangu kutoka maji ninachojua sitokosa hela yani. Sio nakosa kwa 20,000 tu. Maana nitakamilisha kodi. Maana mwenye nyumba anasumbua sana. Na nikutegemea sana kisa ndio hivyo na wewe mishe zako haina roba kaka. Mimi tu nilipo. Sasa hapo unajua nini? Unaishi fulani nikishakilia kodi. Kuna baadhi ya vitu nataka kufanya vingine sijui ndani kwangu angalau aonekane. Kuna baadhi ya vitu bado vinafanya kosa. Unajua tena lazima nipambane. Unajua tena. Hi. Kwa hiyo hapo tutakachokifanya unasikia? Inabidi tufanye mambo yetu yaweze kuwa vizuri. Unajua mtu ambaye usipopambana ukiwa kijana inakuwa maana ile ikiwezekana nitalipa mwaka mzima. Maana mimi nyumba ananisumbua. Akijaa nini mwanangu? Wewe vipi? Yaani mawazo yote yako huku. Rafiki yangu punguza umalaya. Mambo mengine sio. Mimi tunaongea, mimi naongea mwanangu. Unajua sisi wanaume bwana. Punguza mambo. Lakini sio mbaya, baadaye nitaleta hiyo hela maana mimi nakaa mtaa huko. Unaonaje? Dada, bora ongea na meneja, maana hii kazi sio yako. Basi sawa, nitie meneja niongee naye. Meneja, unamkula chakula? Sina kila baadaye. Wapi huyo? Hivyo kama mtaka. Hebu ngoja tuende kwanza nimuone. Habari dada, umekula chakula hujalipa kulikoni? Mkobangu nimesahau kwenye gari ya babangu. Nilikuja na gari hivyo mkoba nimesahau. Na ule mkoba nilikuwa na hela lakini sio mbaya. Mimi nakaa mtaa huo, kwa hiyo naweza baadaye nikaleta hiyo hela. Hiyo hoteli ni ya babao? Hiyo hoteli ya watoto yatima? Siongee hivyo. Lazima ulipe hela. Yaani hapo taratibu ni kulipa hela. Sawa? Umekuja kiustaarabu, umekula chakula, umekuhudumia, unatakiwa ulipe hela. Ufanyaje? Uweze kuondoka. Sawa kaka, nalipa. Hii ni bahati mbaya, nimesahau tu hela. Lakini si nimekwambia mimi nakaa mtaa huu, nitakuletea baadaye hela. Dada, haijalishi unaishi katika mtaa huu. Sawa? Yaani hapo utaratibu ni kula na kulipa. Umenielewa? Yaani usitaki kuelewa kabisa. Yaani hawezi wakanielewa hata. Hivi mimi naonekana kama sina hela.
yani hiyo sitaki kujua. Yaani cha msingi wewe lipa. Lipa cash. Sawa basi nitakuletea. Unakula una hela kweli? Sasa ngoja niangalie kwenye simu kama kuna hela yoyote. Wewe una hela, utakuwa unanidanganya. Wewe mbona unaniangalia simu yangu wewe shidi mwana hela hivi? Mimi nikikosa hela simu inabaki hapa. Sawa? Yaani baki simu yangu. Hivi unaniona unakula chakula changu. Mimi ni wakishua sana. Najua subiri. Hela taratibu. Kabisa. Mimi nakwambia kabisa kama unashukuru ndio unaniangalia hadi simu. Nini na wewe? Hela nishamaliza. Bwana, mimi nashukuru simu nishamaliza kazi. Kwani kuna nini? Kuna nini kwani? Huyu kala chakula sawa? Unalipa. Sasa mambo yangu ndo anashika simu kuangalia kama kuna hela mimi sina hela. Ngoja nikwambie. Sasa unamwambia atusaidie nini? Subiri. Nakuomba shikilia. Dada kwani wewe mwenyewe Yakobo anakushinda. Subiri kwanza nimalizane na huyu utakupa hela yako. Subiri, ngoja nikwambie. Kwani huyu inamdai shilingi ngapi? Mpaka kufika tu mpaka unamzaisha. Huyu unavyomwona huyu ndio anakosa hela. Kila siku tunakuja najua, lakini the way this alivyo hawezi kukosa hela. Na wewe na maskini toa hela. Hili si hapa, toa. Hili hii hapa. Sikia. Sikiliza, hebu acha huruma. Kama una huruma basi mlipie. Kama una huruma sana unamhurumia bili hii hapa, mlipie. Kama lakini binadamu kwanza. Hivi kweli unavyomuona kweli unakosa hela. Kwani unadai shilingi ngapi? Lakini sio vizuri. Haya ni maisha rafiki yangu. Najua ni maisha. Kwa nini haja kula chakula bila hela? Na kufanyia kazi bila hela nilipa. Unasikia? Lakini unavyomuona wewe kweli kasahau. Wewe kitokea sijakulipa inakuaje? Haikuwa unamdai shilingi ngapi? Maana naona unamdhalilisha kiasi hiki. Sio jambo sana chakula cha 25. Hela iko wapi? 25. Ndio kweli unamwaipisha kiasi hicho. Mlipie kama una huruma, kama unamhurumia sana mlipie. Wewe mwenyewe kwako salamu shida. Sawa. Si akishinda haya ni maisha. Hela huna. Mimi kuna hela ambayo kwa nini? Ungekuwa na hela ungekuwa unavaa hivi, ungekuwa unahangaika na maji hapa kila siku. Una hela dada, unakuja kulipiwa. Ziko wapi? Lipa hii hapa simu yako lipa. Hii hapa hela. Na bahati nzuri nakudai shilingi ngapi? Nakudai shilingi 10,000. Unasikia? Lakini sio jambo zuri. Achana naye huyo. Sio jambo zuri. Yaani sijapenda kabisa. Subiri na nje nikulipe hela yako. Sasa unafikiri inatoka wapi? Lakini sio jambo zuri bwana. Sijapenda. Na hili liuza maji lenyewe halina hela, linakaa tu kualika watu wengine. Imekaa tu hapa. Sasa wewe ngoja. Mgeka leo sidhani kama atatoboa hii sasa. Maana Mani unaona kama anaweza kanichania. Mati. Uko kwa mambo yako ninachojua lazima una beti. Mwanangu. Wewe kwa mambo ya kubeti wewe nakujua mwanangu. Wago wewe ni hatari mwanangu. Fresh. Harakati. Bomba rafiki yangu. Fresh. Maisha. Nipo. Yaani mwanangu da. Vipi mwanangu, unajua hapa sasa hivi masuala ya kodi sasa hivi ushamaliza hapo mwenye nyumba akusumbui tena. Nimaliza wapi rafiki yangu? Yaani kweli. Shida ni kaka. Unasema unasikilizia mchongo hapa siku 2-3. Ngoja nikwambie. Nikapeleka madumu ya maji nikakuta binti anafezeshwa na yule manager wa hoteli. Jamaa amefezeshwa, wewe acha tu yani. Sasa mwanangu iko aje sasa? Ile ya kodi ninayo basi. Mwanangu nilivyokuta yani anafezeshwa na wanataka kuvulishwa nguo. Kisa ana ile ya msosi, kumbe ukitaka kuangalia kumbe maskini alikuwa amesahau na nili mkoba. Mimi ile hela ambayo nimeshakwambia kwa nilikuwa nayo balance kidogo ya kuongezea ili niweze kulipa nini? Kodi. Si nikamsaidia yule binti. Yaani mwanangu kweli una akili kabisa. Juzi hapo umetoka kunambia mwenye nyumba anakusumbua kusuela ya kodi sijui nini. Yaani leo hii kabisa umeenda hotelini umeenda kumlipia dada chakula. Kweli mwanangu zinakutosha kweli? Right ungekuepo. Sidhani kama ungeongea maneno yale. Kwa sababu nakwambia
alikuwa anashushuliwa wangu, anafezeshwa, mara anavuliwa viatu nini. Kiukweli mimi nafsi yangu yani iliniuma sana. Hata kama angekuwa wewe ninachokijua ungemsaidia. Wewe si matikiti unaongea hivyo kwa sababu kuona tukio, lakini ninachokuambia wewe yani nadhani wewe ndio ungesaidia hata na hela zaidi, au ungetamani hata kuuza hata hivi viatu vyako ili umsaidie yule msichana. Kabisa yani yaibishwa sana rafiki yangu. Kwa mwanangu hayo maneno utamwambia mwenye nyumba tu akuelewe. Mwenye nyumba wako mimi namjua mkali sana. Si bora tu ungelipa kodi mwanangu kaachana na hizo lawama za mwenye nyumba. Nitajua nitakavyompanga mwenye nyumba. Kiukweli mimi yule mdada ameniumiza sana. Jinsi hivyo fezesho hata angekuwa wewe nitajua nitakavyompanga. Unajua mishe zangu za kuuza maji. Ninachojua kila kitu kitakuwa poa rafiki yangu. Sasa mwanangu yani umezungua sana. Mwenyewe unajua maisha sasa hivi wanaume tunatafuta pesa yani. Alafu umeenda kuonga kabisa. Si bora tu ungelipa kodi mwanangu au umezingua kinoma mshikaji wangu. Sikuwa na namna rafiki yangu. Ibidi nimsaidie hata kama angekuwa wewe ninachokijua ungeweza kumsaidia. Kwani ile wewe unayokuwa unaharibu na wewe unawapa mademu na kumsaidia mtu muone kabisa na aibisha. Kabisa azimu kabisa. Yaani mwanangu chani ya biadi siku. Ngoja tu niingie mishemishe hapo. Naomba niongee na wewe. Samani. Kuna siku kama unikumbuka. Kuna siku moja hapa nilikuja nikaa nazozana na meneja wenu. Kuna kijana anisaidiaga ile. Si unakumbuka lakini yule muuza maji? Yule muuza. Si ndio muuza maji anaitwa nani vile? Anaitwa Michael. Sasa nilikuwa nauliza, hivi naweza nikamuona maeneo hayo kwa sasa hivi? Sasa hivi hapana, huwezi kumuona. Kwa hiyo hata si mwana. Sijawahi kumuona. Basi poa, haina shida.